Kitu pekee unachoweza kukivuta kwenye maisha yako ni kile ambacho umekiweza. Yes. You cannot pull what is above you. Unamuona huyu Gianna alivyo mnene, nimwambie huyu kazana, muinue huyu baba, utadondoka. Why? Because kwa hawezi kuvuta ambacho hana uwezo nacho. Kwa maana yake huwezi kuivuta hela, kwa sababu hela wewe umeipa ukubwa. Ishushe hela thamani, ishushe hela, ishushe. Ishushe. Ionyeshe fedha hauna nguvu kuliko mimi. Ionyeshe fedha hauna nguvu kuliko mimi. I can send you, I can call you, I can send you, I can call you, I can send you. You cannot send what is not. Huwezi kutuma ambacho sio mtumwa wako. Yes. Ninyi wengine mnatumwa na hela. Hela ndio inawapeleka huko. Umesikia? Mambo iko huko huyo. Now you become a slave now. No joy in your life. You cannot enjoy God, you cannot enjoy the kingdom. You become a slave. God wants you to be master of money, master of wealth, as you are depending on him. Kwenye Biblia ametuonyesha anao matajiri kibao na hawakuzitegemea hela. Hawakuzitegemea. Solomon anapewa kwa mara ya kwanza nchi na Mungu. Anaambiwa omba lolote unalotaka. Solomon anasema hivi, naomba hekima. Hela haikuwa kwenye equation. Why? Because I feel like I don't need it. Mungu akamwambia hivi, kwa kuwa ukuiomba nimekupa. Mimi naijua umuhimu wake. Nimekupa. Hata baada ya kupewa hela na Mungu, the first day anapewa madaraka, anachukua ng'ombe 1000 na watoa kafara. To tell you what, he gave God, ng'ombe mmoja ni sawa na shilingi ngapi? Milioni 1 for, let's say, the bull cow, big cow. So the man is giving 1 billion to God. 1 billion. 1 billion in one day. Understand? Sio in a year, in one day. Usiku wa manane Mungu anamtokea anamwambia, watu watoagi sadaka za namna hiyo afu wakalala. Amka, niambie unasemaje? What do you want? Can I show? Yes. Can I show you? Yes. Alitoa monetary value kwa namna ya ng'ombe. Alafu alichokiomba sio ng'ombe. Aliomba kitu kingine kabisa, sio ng'ombe. Mungu akamwambia hekima nimekupa. Lakini hiki ulichokitoa, kwa kuwa umekitoa, chukua. That's the reason we give. Hatutoi kwa sababu kanisa linahitaji msaada. Hatuchangii kanisani, kanisani hatuchangii msaada. Kama umekuja hapa na mentality ya kuchangia kanisa, ondoka nayo. Hey, Pastor Tony jamani, unajua nimemuona yule pastor anahubiri vizuri kweli, nataka nimchangie. Dada yangu kanunue lipstick. Angalau mimi nichangie kwenye mdomo wako kuwa mwekundu. Labda au wa blue. Na wengine mna lipstick za blue hapa. Mnasikia ninachokisema watu wa Mungu? Amen. Do you hear what I'm saying? Yes. It's very important to underestimate, to downgrade value. Yani fedha ishike moyo wako, umeishika. Hela yangu. My faith is on God. Not on my money. On God. On God. Na ukimwamini Mungu, ukimtumaini yeye, kila wakati he will show up. He will show up. He will show up. He will show up, and you will never be the same. You'll never be the same again. Maisha yako yatabadilika. Yes. Amani yako itabadilika. Yes. Utakuwa na rest. Amen. Vitu viwili amesema. Ufalme wa Mungu ni nini? Furaha. Amani, haki na furaha katika Roho Mtakatifu. When you have those things, your life will never be the same again. And this is what the Bible says. Yesu akasema, njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu hakuita watu waliotoa mizigo tayari. Aliita watu ambao tayari wana mizigo yao. Yesu hakuita watu wenye mizigo. Aliita watu ambao hawana mizigo. Aliita watu ambao wenye mizigo yao, ili yeye awatoe mizigo. Wakiondoka, waondoke bila mizigo. Alafu anasema hivi,
Na hiki ndicho ninachomaliza nacho. Anasema hivi, nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Kwa lugha nyingine anakuambia hivi, hakuna mtu ambaye utakwenda kwake asikupe mzigo, na hakuna mtu ambaye utakwenda kwake asikupe nira. Yeye anakuambia hivi, kwangu mimi ni laini na mzigo wangu mimi ni mwepesi. Wote mtakaotaka kuwakimbilia watawapa mizigo ambayo ni migumu. Watawapa mizigo ambayo ni migumu, utashindwa kuibeba. Watawafunga nira. Anaposema kufunga nira, manake ni kile kitu ambacho anafunguaga ng'ombe. Unaijua nira? Anafunguaga ng'ombe na ng'ombe mmoja, alafu anakuwa anatembea, anakwenda na yeye mwingine anaenda. Au ng'ombe mmoja mwenye nguvu anafungwa na ng'ombe mwingine ili asije akaama njia, hasa ng'ombe wale wanaolima. Kwa anaenda naye tu namna hii. Wanaenda ng'ombe moja kwa sababu amefungwa njia moja. Kwa maana yake Yesu anajaribu kutuambia hivi, hakuna mtu ambaye atakuita kwake asikufangamanishe na ya kwake. Thank you sir. Nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Kwingine huko ukienda kutafuta kutoka kwa Yesu, utapewa masharti yatakayoua moyo wako, yatakayoua maisha yako. But he is giving you things that will give you life. Anasema nimeweka njia mbili mbele yako, mauti na uzima, baraka na laana. Anasema chagua uzima upate kuishi wewe na watoto wako. Yes. You can only live with your children when you choose life. Yes. When you choose life. For choosing life is choosing him. Choosing life is choosing him. Choosing life is choosing him. Anasema maneno yanathibitika kwa watu wawili au watatu. Maana kuanzia leo uwe makini na unachokisema. Yes. Yanathibitika kwa watu wawili au watatu. Nao anaposema watu wawili au watatu, sio lazima wawepo 1, 2, 3. No. Wewe ni wewe mmoja. Lakini wewe ukisema neno lile mara ya pili ni watu wawili. Wewe ukisema neno lile mara ya tatu ni watu watatu. Kwa hiyo ukitaka kufanikiwa, jifunze kubadilisha unachokisema. Amen. If you say today I am poor, and tomorrow I am poor, and day after tomorrow I am poor, ni 3 people wamesema I am poor. Inathibitika. Anything you are going to say from today 3 times, limethibitika. You say once, umekumbuka, clear. Yes. Otherwise, litathibitika, litakaa kwenye maisha yako. Mimi ni wa kuharibikiwa tu. Mimi siwezi kufanikiwa tu. Nasikia nachokisema? Amen. Anza kumwona Mungu anaweza kukupa settled life. Anza kumwona Mungu anaweza kukusaidia kukupa maisha yaliyo na utulivu. Anza kumwona Mungu anaweza kukusaidia maisha yako akapiga hatua. Amen. Anza kumwona Mungu anaweza kukusaidia kubadilishia namna ya kuishi. Amen. Anza kumwona Mungu anaweza kukutajirisha kuliko fedha inaweza kumtajirisha mtu. Amen. Money does not make people rich. Yes. No. Anasema I will give you power that make you rich. God makes us rich. Amen. So we depend him. We don't depend the riches. Riches that don't make people rich. It is God who make people rich. Utajiri haumfanyi mtu kuwa tajiri. Ni Mungu ndiye anafanya watu kuwa matajiri. Kwa kila wakati tunapoitwa kutoa sadaka zetu au kufanya kitu chochote kwa ajili ya Mungu, tunapowekewa ndani ya mioyo kufanya kitu na Mungu, never think in your mind that you need that thing than you need God. Moyo wa mtu ulipo, hazina za mtu zilipo, ndipo moyo wake unapokuwa. Mungu kwanza. Yes. Mungu kwanza. He can change your life in a day.